Shalom shalom, na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kwamba upo salama na sisi tupo salama mahali tulipo. Mungu hawabariki. Kwa ukweli siku ya leo ni siku yenye Mungu ametubariki tena nayo, na akatubariki sote, na tunaendelea hapa ndani ya Ayada kufuatilia vipindi vya kutafsiri ndoto ama ndoto na tafsiri zake. Kwa hivyo usitoke ili tuendelee. Tukiendelea kutoa shukrani sana, kusema asante kwa wapendwa ambao wanaendelea kutufuatilia na wale ambao wamekomenti, wakalike, wakashare. Mungu awabariki sana. Kwa kweli ni upendeleo ambayo Mungu anaenda kitenda. Watu wengi walifurahia wakisema ndoto ambazo jinsi tunazitafsiri kwa kweli ziko sawa, na wanasema tuendelee kwa moyo huo wa kuendelea tukifunza watu na kuweka watu moyo. Siku ya leo sasa tumekuja kutafsiri ndoto ya kuota ukila ama ukilishwa chakula ndani ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Je, umewahi kuota ukila? Umewahi kuota ukiwa kwenye mikutano ukilishwa chakula, kwenye sherehe ukijihudumia kwa chakula ama vinywaji mbalimbali? Kwa hiyo tumekuja na tafsiri moja kwa moja hapa ndani ya Ayada. Tunataka kujifunza sasa, je, ndoto ya kuota ukilishwa chakula ama ukila chakula ni ndoto nzuri, ni ndoto njema, ama inatafsiriwa kivipi? Acha tuangalie moja kwa moja, chakula ni nini? Ndani ya ndoto chakula ni nini, ama Biblia inasemaje kuhusiana na chakula, ama katika ulimwengu wa kawaida chakula ni nini? Kabla sijatafsiri mambo ya chakula na mambo mengine, tunataka kukumbusha kwamba ndoto ni mazungumzo ya sisi na Mungu, ama ya sisi na malaika, ama yale maisha ambayo tunaishi, ama yale ambayo yanakaribia ambayo tunaenda kuingia ndani, amba mambo yajayo. Ndio maana ndoto huwa zinakuja kwa ule mtu ambaye anaota, ni yale maisha tunayoishi ama maisha ambayo, vipindi ambavyo tunaenda kuingia ndani. Kwa hivyo usidharau ndoto, usione kwamba ndoto hazina maana. Ndoto ziko na maana kubwa sana. Watu wengi ama wachungaji wengi na watu wengi tofauti kwenye mitandao ya kijamii wanatafsiri ndoto hizi kwa mitazamo tofauti ama mbalimbali. Wamoja wanasema kwamba ukilishwa chakula kwenye ndoto huwa inakuwa ni ibilisi ambaye anakutembelea, ama katika mambo fulani unalishwa, aidha umeota ukilishwa nyama ama ukila nyama, wanakuambia eti ni misukule ama mzimu ambayo imekukulisha nyama, ama unakula nyama za waliokufa. Ikaonekana kwamba sana kwa kweli zinaleta misongamano, aidha hauna ule mtu atakuombea, hauna ule mtu ambaye anakaa karibu na wewe. Lakini moja kwa moja tunataka kutafsiri neno hili tukiwa katika kitabu cha Mathayo 4:4. Utachukua Biblia yako utasoma, ama tuangalie katika kitabu cha Ezekiel 3 mstari wake wa kwanza mpaka 3, ama tuchukue kitabu cha Yeremia mstari wake wa sura yake ya 15 mstari wa 16. Hapa kuna mambo ambayo yanatufunza ya kwamba neno la Mungu ni chakula. Neno la Mungu ni chakula. Mfano mwenyewe Yesu Kristo mwenyewe amejishuhudia, mimi ni chakula. Yeyote ambaye atakula mwili wangu hatawahi kupata njaa tena. Kwa hivyo wana wa Mungu, tukiota ndoto tuwe na tafakari ya kutafsiri vizuri. Tutafakari hizo ndoto vizuri, tuende mbele zake Mungu. Kwa hiyo ukiota umelishwa chakula ama unakula chakula, unafaa kujua unafaa kutizama mazingira uliyokuwa muda huo ukiota ndoto. Je, aliyekukulisha chakula ni mtu wa aina gani? Ama wewe ukikula chakula hicho ulikuwa sehemu gani? Hapo ndipo utapata kutafsiri ndoto ya namna hiyo.
Kwa hiyo kama ulikuwa nyumbani kwako ukaona unakula ama unalishwa chakula, kwa mtazamo mmoja unaweza kuta ni kuna mtu ama kuna babako wa kiroho ama mchungaji ama mtu fulani anataka kukufunza jambo fulani ambalo hukuwa unaelewa. Kuna mifano mingi ambayo kama Paulo alienda kuishi wakati Mungu alimuita, wakati alipatana na nuru ama alipatana na mwangaza akienda kwa njia ya kwenda Damasko, aliambiwa mahali, alimeambiwa masharti ambayo atafanya. Akaenda kwa Anania, akaenda kuishi huko kwa siku 3, alafu Mungu akamponya. Kwa hivyo alikuwa anakula neno ya kiroho, sababu kuna mambo alikuwa anajua ya kimwili, lakini akaenda kwa Anania kukula neno na kukaa katika miguu ya mitume. Kwa hivyo ndoto, tukiota ndoto za kula, unafaa kujua kwanza mazingira ambayo unakula. Unaweza kuota unakulishwa chakula na watu wa maajabu, vitu vya maajabu kama mavampire ama kama wachawi. Hizo nazo zina maana gani? Sio kusema eti ni nzuri 100% ama ni mbaya 100%. We mwenyewe hapo ukishaota unaona ni mavampire ama ni watu wamevaa kama wachawi au vitu vya maajabu vya kutisha, moyo wako mwenyewe unaweza kuwa uko kwenye tatizo la kutisha, ama maisha yako kwa maisha magumu, maisha ya uzito, maisha yenye inaleta wasiwasi katika moyo ama katika maisha. Alafu baadaye wakuja kujikuta sasa unaota ukilishwa chakula na watu wenye kutisha. Kwa hivyo ukiota neno hili halituletei uoga. Usikuwe na uoga. Moja kwa moja ukipatana na ndoto za namna hiyo, soma kitabu cha Zaburi cha 91 ukianza mstari wa 1 mpaka ukamalizia. Hapo kuna neno la kufariji wakati unaota ndoto zenye mshtuko za namna hiyo. Na kwa hiyo tena Mungu alituambia sisi tuko watu si wa kutishwa, sababu tunalijua neno na tunamjua aliyetuita Yesu Kristo. Kwa hiyo unasoma tena katika kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ya 1 na mstari wa 7. Hapo utafarijika zaidi. Haleluya, utafarijika zaidi. Mwana wa Mungu, hapa ndani ya Ayada tupo kukutafsiria ndoto moja kwa moja, bila kukuweka mashaka, bila kukuweka uoga, bali tunapenda tufunzanye ama kukufunza jinsi ya kukabiliana na ndoto hizo ukiziota, bila wasiwasi, bila mashaka, bila uoga. Usiogope, sababu Mungu yuko pamoja na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Shirikiana na mimi katika maombi haya. Jehova, asante kwa ndoto hizi, asante kwa tafsiri hizi. Kwa jina la Yesu, weka nguvu ndani ya moyo wangu, weka neno hili ama tafsiri hizi za ndoto Bwana, likae ndani yangu, utoe wasiwasi yoyote ndani ya maisha yangu. Ndoto ambazo zinaleta uoga, zinaleta misongamano Bwana ya akili, ziondoke kwa jina la Yesu Kristo, na unipee nguvu za kukabiliana naye la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Shalom. Mungu awabariki sana na wapenda. Shalom.